baba wetu Askofu Charles Mushene, viongozi wote wenzangu, ndugu wa Kristo wa hapa Kiambu, wa mjambo. Moriega. Mwadhani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kiambu katika ibada hii maalum ya Alhamisi. Mnajua si kawaida kuwa na ibada ya kanisa Alhamisi. Asante sana askofu kwa kutualika, na asante sana viongozi wa ujenzi wa kanisa letu hapa Kiambu kwa kutukaribisha ndio tuweze kufanya ile kazi tumekuja kufanya hapa siku ya leo. Wacha nichukue nafasi hii kwa nafasi ya kipekee niwashukuru pia wananchi wote wa hapa Kiambu, wa Kristo, wa kanisa letu la ACK na wananchi wote, kwa sababu ya kura zenu mlisimama na sisi. Mimi nataka niseme asante sana. Asante sana. Nataka pia nimshukuru askofu kwa urafiki wake. Amealika sisi hapa mara nyingi vile alivyosema, na amesema ya kwamba hatujawahi kukosa kufika wakati ametualika. It's because we didn't have an option. Unajua askofu badala ya kuomba ana issue instructions. Sasa mimi nakuta tu naambiwa askofu ameamrisha ya kwamba itafanyika siku fulani, na nyinyi wenyewe mmeona. Sasa ameamrisha tena turudi hapa next year August tarehe ngapi? Sasa mnieleze vile nitakosa kukuja hiyo tarehe 7. Si itakuwa ngumu. So, askofu, thank you very much for your friendship. Hiyo ndio bei ya urafiki. Mtu akiwa rafiki yako, kuna mambo unafanya kwa sababu ya urafiki. Lakini unanijaribu sana Bishop. Sasa Thursday. Mimi sasa nilikuwa nauliza watu wangu, sasa hii Alhamisi tunaenda mambo ya kanisa Alhamisi, wakasema ndio Bishop amesema. So asante sana, tumefurahi sana, and it's special, you know, it reminds us that for God we can forgo many things. Tunaweza kuacha mambo mengi kando kwa sababu ya kazi ya Mungu, na tumekuja hapa kuungana na nyinyi katika ghafla hii, na vile 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 askofu aliniambia wakati alinitembelea. Alikuwa ameniambia, lakini hakuniambia ni Thursday, so nilikuwa nafikiri ni Sunday tutakuja, lakini hii ni mzuri sana. It's good to have prayer in midweek, ndio tuweze kuendelea pamoja. So asanteni sana. Kwa sababu ya kazi kubwa askofu ametufanyia, I have met Bishop in many places. I met him one time in Bungoma, nimekutana naye kule Kakamega, na kila
thabiti, Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake kweli. Asanteni sana. Poleni kwa mambo haya madogo, nafikiri ni hali ya vile mambo yalivyo. So niseme ya kwamba kwa sababu askofu wametufanyia kazi mingi sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, ndio hata na sisi tukipata nafasi ya kurudisha mkono kwa kazi kubwa anafanya, ndio mnatuona tunakuja bila kusita. Askofu amesema jambo la muhimu sana. Amesema watu wa county hii, watu wa diocese hii wamebarikiwa sana. He made a very profound statement that God has truly blessed the people of this county and this diocese. Na ni kweli, we must always be thankful to God kwa yale mazuri mengi ametufanyia. Na kwa sababu hiyo ndio tutatoa sehemu ya baraka Mungu ametubarikia, tumjengee kanisa ya cathedral hapa Kiambu. We must count our blessings. God has really, and I like the way Bishop has said, that God has truly blessed this diocese. Muko na mambo mengi, muko na mali nyingi, muko na baraka. Na ndio sababu hii mjengo tutajenga kwa miaka 2. Na mimi nitaungana na nyinyi katika hiyo harakati. Wakati askofu alinitembelea, aliniambia nikuja na simiti. Na nimekuja na simiti. Kwa sababu mimi pia Mungu amenibarikia. Kwa sababu unajua mimi nilikuwa mtu jua kali sana kule. Lakini unajua Mungu anainua mtu, anamfanya rais kupitia kwa baraka zenu za kura na maombi yenu. Mimi nasema asante sana. So tutajenga hii mjengo pamoja na nyinyi. And Bishop, I like your faith that next year, a time like this, we will come here on a Friday to come and open this cathedral. Mimi sikusema, yeye ndiye alisema. Alisema ile ingine iliangushwa Wednesday, sasa tumekujia hii Thursday, hiyo ingine tutakuja kumalizia Friday. So tutakuja, we will come. And I am confident that we are going to overcome and we are going to build this cathedral together. Nataka pia niwashukuru kwa kazi mnayofanya, hasa kama viongozi wetu wa kanisa. You've spoken to us as a leader na umetuuliza mambo mengi ya vile tunaweza, wakati tunangojea kwenda mbinguni, pia tufanye bidii hapa duniani. Na umesema uendi kwa haraka, hata mimi siendi kwa haraka, bado niko area. Na watu wengi hapa bado wako na hali hiyo hiyo. Si ndio? Si bado tuko mpaka Yesu afike. So na wakati tunapanga hiyo mpango, lazima tupange mambo mengine ya kutusaidia hapa duniani. Ya kwanza ningependa kusema ni kwamba tumekubaliana na county government yetu ya Kiambu katika ile mpango yetu ya mambo ya housing. Mumesikia vile Wamatangi amesema. Tuko na 10 different sites. The first 10,000 houses. Kandarasi tumepatiana na tunahitaji vijana karibu 20,000 watakaotusaidia katika kuendesha hiyo mpango. Nilikuwa Thika, nika launch program ya kwanza, zile zingine zitaendelea, zingine nitatuma deputy president akuja azianzishe, zingine watu wengine. Kwa sababu hapa Kiambu mpango yetu ni manyumba 50,000 in our first phase. Na ni kwa sababu tunataka vijana wetu badala ya kuingia kwa madawa na ulevi,
wapate ajira, wajishughulishe na kujenga Kiambu na kujenga taifa letu la Kenya. Ya pili, tuko na mambo mengi ya barabara. Tulikuwa na barabara dual carriageway ambaye inakuja sehemu hii, na mimi nataka niwahakikishie niko na safari kidogo nitafanya, lakini kuanzia mwezi wa 10 hiyo barabara tutaanza kuijenga, because tunataka access ya kwenda Nairobi iwe ni barabara ambayo inakuwa kwa upana ya kutosha. Huyu Mashua amekuwa akiniharakisha kila wakati kuja kuniambia hii maneno imefika wapi. Sasa nimekujibu kanisani, na unajua mambo yanasemwa kanisani ni ya ukweli, so just relax bwana Mashua. Tuko na kazi zingine nyingi kwa sababu tunataka kujenga msingi wa muhimu. Niliwaeleza ya kwamba tutatatua matatizo yale yalikuweko kwa mambo ya masomo ya watoto wetu. Ile CBC ilikuwa inatupatia changamoto, mambo mengine tumeketi chini na stakeholders, tumekubaliana. Sasa watoto wetu tumeweka taratibu vile watasoma bila matatizo, na vile vile tumekuwa na changamoto ya walimu. Mimi nataka niwaeleze sasa, kwa miezi 8 imepita, tumeajiri walimu 56,000 watakao tusaidia kusomesha watoto wetu katika taifa letu la Kenya. Vile vile tumekubaliana vile tutasomesha watoto wetu katika TVET, katika university. Ndio Kenya yetu hii ambayo tunafurahia the human capital we have, tuweze kujenga vizuri, we sharpen it properly so that we can use our human capital to drive our own progress and our own development. So tuko katika hiyo hali, na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tunashirikiana na viongozi wote. Vile vile askofu amesema mambo ya matibabu. Let me confirm that we have now concluded the plan on universal health coverage. Mwezi wa 10 tumekubaliana na huyu wa Matangi ya kwamba community health promoters, vile askofu alisema, wale wa kupima sukari, wale wa kupima pressure, sasa utahitaji kwenda hospitali, tutakuwa tunakupima nyumbani. Tumesema kila nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anaitwa community health promoter ambaye atakuwa anafanya hiyo kazi mashinani, because we want to make health truly bottom up. Na vile vile niliwaahidi, sasa sheria tumepeleka bungeni, tunabadilisha ile malipo ya NHIF ambaye niliwaambia wale wanalipa 500, tumebadilisha sasa watakuwa wanalipa 300. Alafu wale wengine kama mimi wa Matangi hapa na hawa wadosi tutalipa zaidi. Ndio sasa, kwa sababu kila mtu alipe kulingana na uwezo mwenye ako naye. Sisi ambao tuko na uwezo kiasi, we will pay more. Wale wako ambao uwezo wao uko chini, they will pay less, and we will all move together. Vile vile nataka niwatangazie ya kwamba nimekutana juzi Jumatatu na provincial administration leadership, wale regional commissioners na wale wengine wote, kwa mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza ni kwa mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe. Vile askofu amesema, and Bishop, you can count on our support in making sure that we eliminate matatizo ambayo tuko nayo ya madawa ya kulevya, vile vile na hasara pombe inatuletea hasa kwa vijana wetu. Ya pili, katika ile mpango yetu ya wazee, walemavu na wale wengine mayatima, tumefungua registration mpya. Tunajua kuna wazee wengi wametimiza miaka 70, lakini for the last 4 years hawajasajiliwa. Tunaanza kuanzia tarehe 1, ili kuanzia January next year tutakuwa tumesajili watu wengine karibu 1500 ambao tutawaweka katika cash transfer, tuweze kuwashughulikia watu wanyonge walioko katika miongoni mwetu. Na pia vile niliahidi wakati wa uchaguzi,
Nimesema pesa ya hawa wazee na walemavu na watu mayatima ambayo ilikuwa inalipwa baada ya miezi 4, miezi 5, saa zingine miezi 6. Sasa kuanzia mwezi huu tulilipa kabla hatujalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa sasa. We are going to make sure that the vulnerable, wale wazee wa miaka 70 na kusonga mbele na wale wengine tutawashughulikia because they need support more than anybody else. Na ndio watu hawa wa provincial administration wataendelea hivyo. Na ya tatu, tulifanya kusajili wakulima kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa aibu ya njaa. Na nilisema hivyo. Mimi nataka niseme ya kwamba kuanzia tena wakati huu we are going to tulisajili mapema mwaka huu tukapata wakulima karibu 5,000,000, lakini kuna wengine hatukuwapata. So tunataka kumobilize. Bishop utatusaidia kanisani pia kueleza Wakristo wakulima wajisajili, ndio tuwe na register, ndio tuwapatie mbolea, watusaidie kuzalisha chakula, wazalishe cash crops, tupate chakula, tuondoe njaa na tuweke pesa katika mifuko yetu, tufukuze umaskini. That is our plan. Mimi nataka nishukuru wakulima wetu kwamba mwaka huu kwa sababu ya mpango tuliweka, na mpango yetu ilikuwa 3. Mpango ya kwanza ilikuwa na maombi kwa Mungu. Tulienda pale Nyayo Stadium tukaomba, wengine wakatuchekelea. Tukasema mpango yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inaiswa 7,000, sasa tumefikisha 2,500. Na tunasambaza kwa wakulima wote. Na kwa sababu Mungu alitubarikia na mvua mwaka huu na tukapatiana mbolea, wakulima kwa sababu ni wazalendo wamelima kuzidi ile walilima mwaka uliopita, wamelima ekari 1,200 mpya. Na tukiketi hapa kanisani hata yale magazeti, unajua magazeti wamekuwa wakitulima sana, sijui nini. Nimeona leo headline ya gazeti ya leo, wao wenyewe wamekubali bei ya chakula imeanza kurudi chini. Pengine Jimmy angeenda asome hapo kwa gazeti, sio mimi. Gazeti ile magazeti haituungi mkono, wao wenyewe wameanza kusema bei ya chakula imeanza kurudi chini. Na ni kwa sababu tuko na mpango. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba mwaka uliopita tulivuna magunia milioni 44 kwa sababu wakulima hawakuweza kugharamia bei ya mbolea ambayo ilikuwa juu sana. Lakini mwaka huu kwa sababu tumeweka mpango mzuri, tumepunguza gharama ya mbolea. The harvest we are expecting ambayo imeanza kuja, we are expecting to go up from 44 million bags to 61 million bags. Na mpango yetu ni kwamba mwaka ujao, na ndio mnasikia mimi nawaambia wakulima wote wajisajili, tunataka ile mbolea tulipatiana mwaka huu ni milioni 3, magunia milioni 3.5, 3.5 million bags. Next year tunataka kupatiana magunia milioni 6.5. We want to add another 3 million bags kwa sababu hii shida ya njaa lazima tuimalize kikamilifu katika taifa letu la Kenya. Ni jambo la aibu sana kwamba taifa miaka 60 baada ya uhuru bado kuna watu wanalala njaa. It is the biggest shame we can have as a nation and we must deal with it with finality. Na hiyo ndio mpango tuko naye. So nawashukuru sana wakulima, watu wazalendo wamefanya bidii na tutashirikiana hivyo. Hapa Kiambu ni nyinyi ni watu wa bidii. Najua nyinyi ndio watu wa maziwa mbele. And I want to promise you, tushaongea na county government, tuko na mpango ya kuimprove mambo yenu ya maziwa.
tuko na milk coolers ambayo itasaidia nyinyi in the quality of milk. Hapa Kiambu tutawapatia milk coolers before the end of the year 35 mpya ambayo tutajaribu kuweka kwa kila ward. Na bei hii ya maziwa tunaifanyia hesabu. Haiwezekani kwamba maziwa bei ya maji inazidi bei ya maziwa. Iko maneno hapo, Kiswahili mingi lazima tutatue, si ndio? So hiyo iko mezani, tunafanyia ukarabati. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie pia ni kwamba mbegu ya ng'ombe zetu sasa tumeweka pesa ya kutosha kama serikali, na tumebadilisha sheria katika ile finance bill. Sasa tumesema vaccines, madawa ya ng'ombe, mbegu ya ng'ombe, tumeondoa ushuru, tumeondoa VAT, tumeondoa duty, ndio ikuje bei ya chini, ndio tuweze kuzalisha ng'ombe ambayo inatoshana na kutupatia maziwa na ya nyama. Na ile sexed semen ambayo tumekuwa tukinunua 10,000, 12,000, sasa tumefanya mpango kamili. Sasa tutakuwa tunauza shilingi 3,000 ile sexed semen. We've reduced it by almost 3 times. Na ile ingine ya kawaida tumeweka bei mzuri ya karibu 200, 250 hivi. Wamatangi anajua hiyo kazi, na tunataka tusukumane na hiyo kazi pamoja. So tuko na mpango maalum ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele na kuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya. We have a historic opportunity as a nation to change the destiny of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya na bidii. Wale ambao wanatukosoa mara nyingine, sijaona mpango yao. Nimeona mpango yao ati ya kupunguza gharama ya maisha ni kuweka sufuria kwa kichwa. Sasa nimejiuliza, hii sufuria kwa kichwa itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Sijaambiwa bado, na ngoja majibu. So mimi sitaki kusema sana. Nimefurahi kufika hapa kanisani. I want to promise you mambo ya housing nitakuja mwenyewe, nitatumana sehemu zingine tufanye pamoja, community health promoter, na mambo ya universal health, masomo ya watoto wetu, mambo ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana na huyu Mashua na wabunge wenzake kwamba kila ward tutakuwa na ICT hub, mahali tunataka vijana wetu tuwapangie ajira kwa mtandao. Tuko na the best human capital in the whole world. The best human capital. Sio mimi nimesema, watu wa Marekani wanasema, wa Ujerumani wanasema, na tunataka kutumia hiyo human capital to grow our economy, to grow our incomes, and to create opportunities for our young people. Tupeleke Kenya hii, taifa letu la Kenya mbele. So mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kiambu. Tutakuja tena na tena na tena. Na ile kitu mimi nataka tu niwahakikishie ni kwamba hatutawaangusha. Hii kazi tutafanya mpaka mshangae. We are going to turn around this country. Nyinyi mmesikia vile nimesema kuhusu mambo ya madeni, kukopa left, right, center, mbele, nyuma. Hiyo nimesema haitaendelea, na nimekata mambo ya kukopa madeni by a huge margin. Na ndio mimi nakubaliana na askofu kwamba kama nchi hatuwezi kuendelea kukuza uchumi wetu kwa madeni. Tutakuza uchumi wetu kwa revenue ambayo sisi wa Kenya tutatoa, tuweze kupeleka Kenya mbele. We have done 2 fundamental things. Number 1, tumebadilisha mambo ya NSSF. Sasa ile pesa tulikusanya in 60 years, almost 350 billion, we are going to double it in 4 years because of the new model of funding in NSSF. So we have a credible plan on how to raise resources that will underpin our development and drive
our progress as a nation. Nakushukuru sana askofu. Nimesikia ulisema tukiongeza mazao shambani ya maziwa, tithe itaongezeka na mambo yako itakuwa sawa. Na mimi nataka kuambia pia mambo hiyo yote ikiwa mzuri, sio tithe peke yake itaongezeka, hata taxes pia itaongezeka, na hata mimi nitakuwa sawa, nitakuwa napanga mambo ya Kenya. Sindio? That's why growing our economy is central to our progress. It's good for the church, it's also good for the government. Sindio? So tutashirikiana pamoja askofu in that manner. Na kumalizia vile askofu wetu ametuambia na ametu-encourage ya kwamba tuwe na imani. We must love our country. It is the only country we have. We must work for it. Na askofu amenisema kitu ya muhimu sana. Ameniambia tutalipa ushuru, lakini sindio, hatutaki pesa yetu iibiwe na watu pale kwa ufisadi na ukora na matendapreneurs na wengine. Mimi nataka nikuhakikishie Bishop, pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba, na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize. Ikitumika vibaya I will answer. Si ndio? Mimi ndio nitajibu kwa sababu mimi ndio nimeuliza. Na I want to promise you mambo ya ufisadi watatafuta vile askofu aliwaambia wale walevi waokoke ama wahame. Hata mimi nawaambia wafisadi wabadilike ama wahame Kenya, because we will not allow them. Sijui kama tumekubaliana. So nimeshukuru sana. Najua askofu aliniambia nilete simiti. Nimelete shilingi 5 milioni kwa leo. Na kwa ile harambee ya tarehe 5 mwezi wa Novemba, huyo chairman amesema ya kwamba siku hizi sina kizuizi. So bwana chairman, nitakutumia shilingi 10 milioni ya hiyo harambee. Nitatafuta mtu wa kutuma, pengine nitatumana ule Rigiji, ule mtu wa kusema ukweli. Ama nitatafuta mtu mwingine hapo katikati akikosa nafasi, lakini ile sitatumana ni ile ya August next year. Hiyo nitakuja mwenyewe. Si ndio? Kwa sababu Bishop ametoa amri. Alinisaidia sana. Unajua hii ya tarehe 5 hakusema nikuje, ningepata matatizo ya kukosa kukuja. So hii ya chairman hapo I can afford to naweza kuhepa ya chairman. So otherwise, lakini Mungu akinipatia nafasi I will come also. So otherwise nataka niseme asante sana. I don't know whether there is anything else I'm supposed to do. Mungu awabariki sana na watakia baraka ya Mungu. Mwathani amurathime.